Mbosso anayefahamika pia kama Mbwana Yusuf Kilungi alizaliwa tarehe 3 Oktoba mwaka 1991. Ni mwimbaji na mtunzi mahiri kutoka Tanzania. Safari yake ya umaarufu ilianza ndani ya kundi lililotikisa anga la muziki ya Moto Band, akiwa pamoja na Aslay, Beka Flava na Eno Kibela chini ya ulezi wa Mkubwa Fella na wanawe. Sauti zao ziliunganika na kutoa ladha iliyoteka taifa la Tanzania na Afrika Mashariki. Baada ya kundi hilo kusambaratika, Mbosso alirudi kwao Kibiti, akapumua na kujipanga upya. Alijikuta kwenye shughuli za kijamii akipigania maisha na ndoto yake kwa subira na moyo wa upole. Wenzake kama Aslay na Beka waliendelea kutikisa jukwaa, lakini kwa Mbosso barabara ilimuita avute pumzi ndefu kabla ya kurudi tena kwenye mchezo. Ndipo Diamond Platnumz aliposimama imara kwenye ahadi yake mwaka 2014 na kumpa Mbosso nafasi ndani ya tasnia. Na kweli tarehe 28 Januari mwaka 2018 wimbo wa kwanza wa kurejea kwa Mbosso Khan uliachiwa, ulijulikana kama Watakubali. Ni kama Mbosso alizaliwa upya na kupokelewa kwa shangwe. Siku iliyofuata akatangazwa rasmi kuwa msanii wa WCB Wasafi Classic. Tangu hapo amezidi kung'ala kupitia nyimbo kama Nimekuzoea, Alele, Shida, Picha Yake, Hodari, Ni Pepe, Tamu, Power na nyinginezo nyingi. Kwa mwaka huu wimbo ambao umetikisa zaidi ni wimbo wake ambao unajulikana kama Power, akielezea namna anavyoishiwa Power. Watanzania wengi wametokea kupokea vyema na Afrika Mashariki kumtangaza zaidi Mbosso kama mmoja kati ya wasanii wakubwa. Na ukweli kuhusu Mbosso hauishi tu kwenye muziki, kuna roho ya uvumilivu ndani yake. Yule kijana wa Kibiti alibeba ndoto zake kama mzigo mtamu, akiamini kuwa siku moja sauti yake itarudi kuangaza anga la Bongo Flava. Hakukata tamaa hata alipohisi kama dunia inanyamaza kimya, na aliporejea hakuja tu kama msanii, alikuja kama msimulizi mpya. Sauti yake laini yenye hisia za upendo na uvumilivu imekuwa faraja kwa wengi. Kila wimbo wake una ukaribu wa moyo, kama vile anakuambia pole baby, mambo yako yatakaa sawa. Ndiyo maana mashabiki wake humpenda, si kwa sababu tu ya kipaji, bali pia kwa sababu ya unyenyekevu wake, ile tabasamu tulivu na moyo wake wa kupambana kila fursa inapokuja. Kadri miaka inavyosogea, Mbosso amekuwa kioo cha msanii anayekuwa, anayejifunza, anayependa tasnia yake kwa dhati. Mziki wake umekuwa kama harufu ya mvua, unaingia ndani bila hata kukaribishwa. Na mara nyingi Mbosso Khan anaonyesha upendo wa dhati kwa mashabiki wake, hasa anapokuwa jukwaani. Ama kweli Mbosso Khan ni kioo kinachoimulika jamii. Storyteller wako ni mimi Paul Kanuti, kijana wa Storika.